na kubadilisha psychology, to change somebody's mindset is what we call a leadership. If you cannot intervene into the mind of a person and change him or her, you are not a leader. A leader is a person who can affect the thinking capacity, the thinking style of a person into the way he wishes an individual to become. Kama una uwezo wa kumbadilisha mtu namna ya kufikiria kwake na kuwa vile ambavyo unahitaji awe, huo ndio uongozi wenyewe tunasema. Kwa hiyo uongozi sio lazima uwe na cheo ama mamlaka, lakini uongozi huwa uongozi na kufundisha leo unafanya kazi kuanzia kwa mtu mmoja mmoja bila cheo. Unafanya kazi kuanzia kwa mtu mmoja mmoja bila cheo. Huo ndio uongozi ambao ninakufundisha. Kwanza kabisa, influence, ushawishi. Hamasa njema inaanza na wewe mwenyewe. Jishawishi, jihamasishe kwenye mazingira yako, kwenye vitu ambavyo unakuwa unavitenda. Somo langu la leo linaitwa unaanzaje, mtu anaanzaje kuwa kiongozi? Anawezaje kuwa kiongozi? Mtu anawezaje kuwa kiongozi? Sasa kuna misingi mikuu miwili ambayo inaweza kufanya mtu awe kiongozi. Mambo mawili makuu ambayo yanaweza kumsababisha mtu kutoka kwenye hali duni mpaka kuwa kwenye hali ya kuwa kiongozi. Ni mambo mawili makubwa sana ambayo tunatakiwa tutembee nayo. Nacho hiki ambacho mimi nakufundisha ndicho kimenisaidia mimi kutoka kwenye hali ambayo nilikuwa najiona kama si kiongozi, nikichukulia kama uongozi ni jambo la watu maalum, nikichukulia kama uongozi ni swala ambalo halinihusu muda mwingine. Mambo makuu mawili, ya kwanza kabisa ni kujijua, knowing yourself. Na jambo lingine la pili ni kujitambua. Tunapozungumzia kujijua, tunasema kwamba ni mchakato wa kutafuta ukweli wa kiungu ndani yako, ndani ya nafsi yako, kutaka kufahamu wewe ni nani zaidi ya unavyoonekana katika macho ya wengi. Narudia tena, kujijua ni mchakato wa kutafuta ukweli. Ninaandika hapa kwamba ni mchakato wa kutafuta ukweli wa kiungu ndani ya nafsi yako, kutaka kufahamu wewe ni nani zaidi ya unavyoonekana katika macho ya wengi. Kujijua ni pale unapojiuliza maswali ya msingi. Kwa hiyo unazama ndani ya nafsi yako, unakaa unatulia, unaanza kutafakari, hivi Mungu kwa nini aliniumba? Kwa nini Mungu aliniumba? Alihitaji nifanye nini kwenye dunia? Sasa kujijua ni pale ambapo unajiuliza maswali kama haya hapa: mimi ni nani zaidi ya jina nililopewa? Watu wengi wanashindwa kutofautisha majina yao pamoja, wao ni akina nani. Kuna mtu akiulizwa wewe ni nani, kwa mfano mimi jina langu ni Zaidia. Kwa hiyo mtu mwingine anamuuliza asema fulani, nikaenda shuleni kufundisha hili somo la kujijua na kujitambua kama msingi wa uongozi. Nikauliza wanafunzi, wewe ni nani? Wakawa wananiambia majina yao, wanataja majina yao. Namuuliza huyu wewe ni nani, anakutajia jina lake. Lakini kiufupi ukiulizwa wewe ni nani na jina lako ni nani, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo usichanganye wewe ni nani na jina lako ni nani. Jina lako wengi wanalijua, lakini wewe ni nani hawakujui. Kwa hiyo ni lazima uzame ndani ya viungo vya nafsi yako kujiuliza, mimi ni nani zaidi ya jina nililopewa? Hapo kwa kufanya hivyo, maana unakwenda kugundua kusudi la kimungu ambalo Mungu alikuumba, alikuweka duniani kulitekeleza. Lakini swali la pili ambalo unatakiwa kujiulizwa, nimeumbwa kwa kusudi gani? Ninakwenda wapi na kufanya nini? Watu wengi wapo duniani lakini bado hawajui makusudi yao ni yapi. Hawajui kusudi lao kuwepo kwao duniani ni nini. Hawajui kwa nini walizaliwa. Hawajui wanakwenda wapi. Asubuhi wanaamka wanakwenda kazini, lakini hawajui wanaelekea wapi actually, na wanakwenda kufanya nini. Wanadhani kwamba kwenda ofisini, kwenda kazini, kwenda shambani, kwenda shuleni ndio wanakokwenda. Lakini ukiulizwa unakwenda wapi, maana yake unaulizwa kwamba what is the destiny of your life? What do you need to become after all the processes that you have passed through out your life? Unataka kuwa nini baada ya kupitia mchakato haso katika maisha haya? Unataka kuwa nani? Hiyo ndio ambalo utakusaidia kwenda kujijua wewe ni nani.
Lakini swali lingine la pili ambalo litakusaidia kuwa kiongozi, unajiuliza kwamba nitakuwa hapa duniani kwa muda gani? Kwa sababu hatujui hapa duniani tutakuwa kwa muda gani. Unakuwa na ile sense of urgency, yani ile roho ya uharaka ya kutekeleza mambo, roho ya uharaka ya kutekeleza mambo. Maana hapo unaanza kufanya mchakato wa kufanya mchakato wa kujua wewe ni nani. Sasa kuna vitu ambavyo vitatokea katika mchakato wa kujijua. Kuna vitu vitatokea katika mchakato wa kujijua. Cha kwanza kabisa katika mchakato wa kujijua ni kuona thamani yako. Unaona thamani yako kwamba kumbe mimi I'm so valuable, mimi ni wa thamani sana kupita vile ambavyo pengine watu wananiona. Kuna muda watu wanakuwa na maini, wanakuchukulia kuwa ni mdogo sana, lakini ukishajijua, maana ukijiuliza yale maswali yale ambayo tumetoka kujiuliza sasa hivi, unajiona kwamba mimi ni wa thamani sana. Alafu lingine ni kukubali nafasi yako ya kuwepo duniani. Sasa ukishajiuliza yale maswali ya kule nyuma, unakubali nafasi yako ya kuwepo duniani kwamba kumbe sijaumbwa kwa bahati mbaya. Sijaumbwa kwa bahati mbaya na nimeumbwa kwa kusudi maalum. Nafasi yangu bado ipo. Lakini pia ni kuamsha moto wa utendaji ndani yako. Ukishajua kusudi yako ni lipi kwenye yale maswali nimeumbwa kwa kusudi gani, unakuwa na maono. Sasa hapa unakuja unaamsha moto wa ndani na kutekeleza yale maono. Wala haukai kizembe, haukai kwa kutegea. Unakuwa na sense of urgency, kama kwamba unaona kwamba baada ya kujiuliza nitakuwepo duniani kwa muda gani, haujui nitakuwepo duniani kwa muda gani, unakuwa na sense of urgency katika kutekeleza yale maono yako ambayo unayo. Lakini pia lingine ambalo linaambatana kujitambua na kujijua ni kutambua ndoto yako na wito wako wa kuwepo duniani. Kutambua wito wako, kutambua ndoto yako na wito wako wa kuwepo duniani. Bila kutambua ndoto yako wewe hauwezi kutekeleza mambo makubwa hapa duniani. Tumezungumza kwa habari ya kujitambua pia kama msingi mwingine ambao utakufanya wewe kuwa kiongozi. Kujitambua ni nini? Kujitambua tunasema kwamba ni kuona nafasi yako, kuona nafasi yako katika jamii. Kuona nafasi yako katika jamii. Unatambua kwamba unafahamu ya kwamba kumbe mimi kuna nafasi ambayo Mwenyezi Mungu ameniweka hapa duniani ili nitekeleze. Kila mtu katika jamii ana nafasi yake ambayo anatakiwa kutekeleza, kufanya ili kusudi kuleta ustawi wa jamii ambayo anaishi. Watu ambao wanakuzunguka, kuna nafasi ambayo unatakiwa kupray ili kusudi watu hao uweze kuwasaidia. Lakini pia kujitambua ni kufahamu matarajio ya wanajamii kutoka kwako. Kutambua matarajio ya wanajamii kutoka kwako. Unajiuliza hivi jamii inanitarajia mimi nifanye nini? Jamii ambayo naishi mimi inatarajia nifanye kitu gani ambacho kinaweza kikaleta manufaa? Watu wengi wanaishi wakiwa hawajui jamii yao inatarajia nini kutoka kwao. Na sio lazima akwambie kwamba sasa bwana, sisi tunatarajia jambo fulani kutoka kwako ndio ujue matarajio ya wanajamii kutoka kwako. Hapana. Jamii, matarajio yako yanakuja kutokana na shughuli ambayo unaifanya. Kwa mfano, wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye umegraduate. Mara nyingi jamii ambayo tunakuwa tunaishi inategemea kwamba wewe kama mwanafunzi wa chuo kikuu ambao umegraduate, tunategemea kwamba uje na strategies, uje na mikakati ya kuja kutengeneza fursa mpya. Hiyo ndio nafasi yako ambayo ndio matarajio ya wanajamii ambao tunakuwa tunakutegemea. Sasa usipogundua matarajio ya wanajamii kwako wewe, utakao kitarajia kwao ambao sio viongozi, wakati wao wanataka kutumainia wewe ambaye ni kiongozi, na umesoma, una elimu. Haina maana kwamba wewe wategemee wao wakati wao ndio walitakiwa kutegemea wao wewe. Kwa hiyo matarajio ya wanajamii kwako ndio yatakao kufanya wewe uwe kiongozi. Jambo lingine ambalo linaambatana kujitambua ni kuona namna gani maono yako, ndoto zako zinaweza zikaunganishwa na matarajio ya wanajamii. Kuna watu ndoto zao, maono yao wameshindwa kuunganisha pamoja na matarajio ya wanajamii, na wamekosa kufanya kitu ambacho kinaleta manufaa kwao. Wakajikuta kwamba baada ya kufanya vizuri
wanafanya kwa nia njema, lakini kwa sababu wameshindwa kuunganisha matarajio ya wanajamii pamoja na ndoto zao, wanajikuta wanaharibu vitu. Kuna mtu labda pengine unaweza kuwa mfanya biashara, lakini biashara ile ambayo unaifanya actually haiko connected na yale matarajio ya wanajamii kwako. Kwa mfano, kuna watu wanafanya biashara za madawa ya kulevya, biashara haramu. Sasa hiyo ni biashara ambayo wewe ina manufaa kwako peke yako, lakini si matarajio ya wanajamii ambayo wanatarajia wewe yatende. Kwa hiyo kujitambua pia ni kuona namna gani unaweza kuunganisha ndoto zako, maono yako pamoja na matarajio ya wanajamii. Hiyo ndiyo kujitambua. Kuna vitu tumeona kwanza kwamba roho ya uongozi ipo kwa kila mtu. Roho ya uongozi ipo kwa kila mtu, ila ukweli ni kwamba si wote watakao kufanikiwa, si wote duniani tutafanikiwa kuwa viongozi wakubwa. Wako watu watashindwa hata kuwa viongozi wa kujiongoza wenyewe, na wako watu watakuwa viongozi wa kujiongoza wenyewe. Lakini pia wapo watu ambao watafanikiwa kuwa viongozi wa kuongoza watu katika jamii ndogo. Lakini pia wapo watu ambao watakuwa ni viongozi wa kuongoza makundi makubwa ya watu. Wapo watu wa namna hiyo. Mimi uongozi ambao nakufundisha unaanza kwanza, unalenga kukufanya wewe mwenyewe uweze kujiongoza wewe kama wewe, uweze kuziongoza ratiba zako, uweze kuongoza maamuzi yako, uweze kuongoza na kila kitu ambacho kinakuja katika maisha yako. Huu ndio uongozi ambao ninakufundisha leo hii. Sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba sio kila mtu atafanikiwa kuwa kiongozi. Sio kila mtu atafanikiwa kuwa kiongozi atafanikisha kuiamsha hii roho ya uongozi ndani yake. Ili kusudi sasa uweze kuwa kiongozi ambaye huyu namtaka kutoka kwako wewe, ambao jamii inamtegemea kutoka kwako, itatakiwa ufanye nini? Kwanza nimesha kuonyesha mambo yale mawili. Kujijua na kujitambua haimaanishi kwamba utaweza kuwa kiongozi wa kuongoza watu wengi kama ambavyo mimi nakutaka uwe. Kujijua na kujitambua kunaweka msingi wa uongozi ndani ya mtu, uweze kujiongoza mwenyewe, uweze kuzimudu ratiba zako, uweze kumudu maamuzi yako. Hiyo ndio kujijua na kujitambua itakusaidia. Sasa kuna vitu ambavyo vitakusaidia wewe kuja kuwa kiongozi, kuhuisha uongozi ambao unakwenda abroad, utasambaa kwenda kwa watu wengi sana na kuathiri maisha ya wengi sana. Haya ambayo nakufundisha, haya ambayo niko nayafunua mahali hapa ni matokeo ya mafunzo na kwanza ya experience mwenyewe, ya uzoefu wangu mwenyewe ambao nimefanya nikaona, lakini pia mafunzo ambayo nimeyapata kutoka kwa watu mbalimbali wakiwemo wataalamu wakubwa wa uongozi. Nimekuwa chini ya ulezi wa Brother Swedi Ahmed Mwakage, nimekuwa chini ya ufuatiliaji wa mafundisho ya Bwana Joram Kumbi na wataalamu wengine kupitia kusoma kazi zao, kina John Maxwell, Dr. Maris Mullo na wengine wengi. Haya mama ambayo nakuonyesha hapa yamethibitishwa kwamba yanao uwezo wa kuamsha uongozi ndani ya mtu na kumfanya kuwa kiongozi mkubwa ambaye anaacha alama. Jambo la kwanza kabisa ni kugundua kusudi la maisha yako na kuwa na maono. Kwa Kiingereza tunasema kwamba discover your purpose and capture your vision. Hakuna kiongozi ambaye anatarajia kuongoza watu wengi halafu hana maono. Ili usudi uweze kuwa kiongozi mkubwa ni lazima uwe na maono, Maono ndio yatakao kusababisha kwamba watu utakapowaita waje kwako, utawapa mwelekeo sahihi kwamba tunaenda kutekeleza jambo fulani ambalo lina manufaa kwetu kwa pamoja. Bila kuwa maono, my dear friend, you will never be even a leader of yourself. Utaweza kuwa hata kiongozi wa kujiongoza mwenyewe. Utabakia kuwa kawaida tu sana na utatumia kama chombo cha kufanikisha maono ya watu bila wewe kufanya kusudi ambayo imekutuma duniani. Kuna mtu mmoja mwanafalsafa mmoja kutoka huko Ulaya anasema kwamba the vision that will glorify in your mind, the vision that you throw in your heart, by that you will build your future, your life will be built by, kwamba maono ambayo